Kwa hivyo jamani, bid'a kitu kibaya sana, ni miongoni mwa vile vizuizi vinavyowazuia watu kutokamana na kwenda njia nzuri katika kuelekea akhira. Usawa ni kuwa ubakie katika njia nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'siya, na maasi yaweza kuwa ni sababu ya mja kuzuiliwa kuingia mapema peponi. Huenda akaadhibiwa mwanzo kabla ya kuingia peponi. Kwa nini? Huenda ukajitafutia adhabu, waiweza kweli? Amma aiqu shirki, wajinasua vipi kutokana na kizuizi cha shirki? Sema falkhalasu minhu biikhlasi tauhidi lillah, kujinasua na shirki ni kwa kumtakasia tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma aiqu albid'a, ama hiki kizuizi cha bid'a, falkhalasu minhu biluzumi sunnati waittiba'i rasuli sallallahu alayhi wasallam wassairi ala minhajihi. Utaweza vipi kujinasua na bid'a? Asema kwa kulazimiana na sunna na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufuata mfumo aliokuja nao. Usikubali Muislamu kuambiwa jambo fulani katika dini lifanye, kisha ukiuliza hili dalili yake iko wapi, yule mtu akutolea macho, wewe usiulize, macho kutisha, wewe toa macho, kishamaliza nijibu dalili iko wapi. Hapa ndo mkamata mtu marbatul faras, hapa ndo anapofungwa farasi. Madalil, ukiomba katika kaburi hili, ukiomba hapa dua yako kubaliwa hapa. Tupe dalili bwana mkubwa, kwa tajruba anti yangu ashawahi kuja hapa. Una wazimu wewe, anti yako ndio dalili hiyo? Watu wasema madalil. Tafahamu maana dalil? Qala Allahu qala rasul. Madalil, usitutishe na kilemba chako kama tairi ya tuktuk, umeweka hapa juu kilemba kikubwa kona ututishi. Hata ukapiga kelele madalil, twaje hapa, kimbia huku, ruka huku, kirudi, dalili baba, dalili. Sasa wewe mtishie usimtishie, madalil. Akikupa dalili fuata, hakukupa dalili mwambie yako, bakia nao mwenyewe. Msifuate isipokuwa alikuja nao nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhabibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam.